Hii chukue, kila mtu anayeuliza swali kuna namna nataka kujibiwa, mjibu vile vile alivyo, kwamba usipofanya wewe hakuna mtu atakayefanya kwa ajili yako. Psychological tactics za kumsoma mtu ni kama zifuatazo. Moja, aina ya muziki anayoisikiliza. Kuna vifu wa muonekano wake. Kuna zile picha za zamani za miaka 1800, 1700 waga ziko kwenye black and white. Na ndio hivyo ukiwa unasimulia habari za 1800 una imagine maisha yao yalikuwa hivyo. Una imagine akiwa amelala hawezi kuendelea na maisha, yuko usingizini. Lakini aliyekufa haisi chochote. Kwa hiyo kisha kufa habari imeishia hapo. Unadhani maisha yenyewe tunayoishi sasa hivi tunaishi ni kama ndoto, tunaishi kwenye script iliyoandaliwa? Yaani mtumwa anejua utumwa wake, huyo tayari yuko huru. Huyu ni mtumwa. Ukitaka kujua uhuru wa fikra zako, siku moja kaa mwenyewe, vua dini yako pembeni, jiulize maswali mengi sana. Kilema akija kwako, kilema ambaye hana miguu akakwambia, kusema ukweli namshukuru Mungu mimi sina miguu, kwa sababu wenye miguu ndio inawasaidia wanaenda wanatenda dhambi, wenye miguu ndio wanakimbia wanaiba, wenye miguu wale ni wabaya wanafanya hivi na hivi. Hauwezi ukasema hapana, wewe umekosa miguu ndio maana unalalamikia. Tayari ushamuona hana miguu, lakini amekuja kwa kutafuta faraja, asahihishwe kile alichokifikiri. Kwa hiyo mimi mtu huyo akija na mimi nitamwambia kweli kabisa, miguu haina maana ndugu yangu, na ndio maana miguu anafanya dhambi. Nitamfariji kutokana na yeye ni kilema na ameuliza swali vile. Hii chukue, kila mtu anayeuliza swali kuna namna nataka kujibiwa, mjibu vile vile alivyo ili uendane naye. Mtu akija kuuliza maisha ni nini, naanza kwanza kumwangalia. Utakuta kama ni mshikadini, amepiga picha pale unaona kabisa kashikadini. Kama ni Mkristo ametaja Mungu, nitamjibu kutokana na dini yake inavyouliza. Lakini kuna wale wanaodai ni spiritual awakening, akija kukuuliza swali, the way anavyouliza swali unajua huyu kabisa yuko nje ya, nitamjibu kutokana na nje ya uwezo wake kufikiri mwenyewe. Kwa kuna mtu anakuja anakuambia tu mimi na mpenzi wangu nampenda sana, kusema kweli siwezi kumwacha, nimejaribu sana lakini nimeshindwa. Kwa kaka sijui mapenzi yakoje, hapo unanishaurije? Tayari kashakudhihirishia nimejaribu sana nimeshindwa. Hata ukimpa ushauri vipi hatakubali. Kwa cha msingi mjibu majibu ambayo yanamweka mwenyewe pale aamue. Unamwambia kusema kweli mimi sijui, hapo amua wewe. Uache usonge mbele. Lakini kama unaona unavumilia, endelea kukaa. Kwa hiyo atakaa akiumia zaidi, ataona hapa napaswa niondoke, ataondoka. Wahenga wanamsema unasema hivi, uzoefu ni mwalimu anayefundisha kwa ukatili sana. Yaani chochote ambacho umekipatia uzoefu utajifunza. Na ndio maana biashara ambayo watu wanajifunza kwa hasara wanaiweza zaidi kuliko biashara kwenda darasani unakaa kwenye peni na karatasi. Tunajifunza kupitia maumivu. Watu wengi wamejikuta kwenye maisha ambayo hawayapendi ama wanafanya vitu ambavyo hawavipendi. Wengine wanasema kuna finding your purpose, kujua kusudio lako hapa duniani. Hivi unajuaje kusudio lako? Mtu anazaliwa nalo ama ni kitu ambacho unaweza ukakitambua ukubwani? Hakuna jibu la kweli duniani wala hakuna jibu la uongo duniani. Kuhusu kujua kusudio lako linatokana na wewe unavyotaka kuaminisha. Kwa mfano, nakupa mfano. Nishakuwa kwenye mahusiano na mdada mmoja, yeye alikuwa na mapepo. Mimi nilikuwa sijui kama ana mapepo. Halafu sasa akaja akaniambia hivi, yani mwanzoni tu namuapproach ile wiki ya kwanza akaniambia, Amani, mimi nina tatizo moja. Wanaume wote ambao huwa naingia nao kwenye mahusiano huwa wanapata matatizo na misukosuko mikubwa sana ya maisha kwa sababu nina mapepo. Yani kwa sababu nina mkoba, yani sijui unaelewa ninavyosema, yani ile roho za waliofariki zile zipo ndani yake. Nikamwambia sawa. Sasa mimi nikataka kufanya experience. Nikasema hebu acha nione hichi kinachoendelea ni kweli. Basi maisha yakaendelea. Ile wiki ya pili tu kuanza kwenye mahusiano nikapata hasara ya biashara. Nikadondoka kibiashara, kuna frame ziliungua, ilikuwa kama milioni 5 hivi ikapotea. Nikaumia sana. Nikakumbuka maneno ya yule dada alisema watu wote wanaokuwa kwenye mahusiano na mimi huwa wanapata 1 2 3. Nikavumilia ndani ya wiki moja, nikawa simtafuti siwinae, lakini baadaye mambo yakarejea. Nikapata yani fidia, yani ile hasara nikaja nikaipata, faida ikarudi, maisha yakanyoka upya yakasonga bila kusahau, bila kumwambia yule dada. Sasa baadaye kabla ya kuongea naye nikaja nikawaza kitu kimoja. Vipi kama siku ile nilopata hasara ningemwambia nimepata hasara 1 2 3 4? Yeye angesema ndio nilikwambia, mimi ukiwa na mimi utapata 1 2 3. Lakini vipi kama baada ya kupata zile hasara ningeamini kwamba yule dada ndo kazisababisha zile hasara? Maisha yangekuwaje? Lakini mimi niliamua kukaa nazo kimya, ila faida zikaje zikarudi, maisha yakasonga. Kwa kuna muda mambo yamepangwa kwenye maisha, ila the way sisi tunavyoishi ndo tunavyofanya kuyatafsiri. Duniani kuna kupata na kukosa. Kama una Mungu, ukipata
utasema Mungu amenipa. Ukikosa utasema Mungu ameninyima, ananifunza subira na uvumilivu. Sasa je, kuna jibu la tatu? Halipo. Kwa hiyo Mungu wako anafaa kwenye majibu yote, jinsi unavyoamua kutafsiri wewe. Kesho ukiokota 10,000 utasema alhamdulillah, Mungu kanipa hii 10,000. Lakini vipi kama ilipangwa ile 10,000 uiokote hata bila kukumbuka kwamba Mungu ndo alikupa? Kwa hiyo makusudio ya maisha yanatokana na jinsi tunavyoamua sisi kutafsiri. Wengine wanaamini dunia ni roho zinazozunguka, hawa walio hai wanazaliwa upya. Kwa mtu anaona kusudi langu ni la yule mwanadamu wa nyuma aliyewahi kuishi, mimi naliishi tu kwa kuiga. Wengine wanaamini kusudio langu nalitunga mimi mwenyewe, the way ninavyoamua ndo kusudio langu. Wengine wanaamini kusudio letu sisi ni kumsifu tu Mungu, kwa hiyo dunia tunapita tu, tutaenda kusudio letu ni mbinguni. Wengine wanaamini kusudio lako linatokana na jinsi ambavyo umeamua wewe maisha yako kuyaendesha wewe mwenyewe. Wengine wanaamini kusudio lako unalitafuta, katafute kusudio lako. Yaani kila mtu anatafsiri jinsi ilivyo, na hii ina uhuru. Kwa nini? Maisha ni mtihani usio na maelekezo. Kwa hiyo kila mtu ana uwezo wa kufanya swali anavyotaka yeye na bado akawa sahihi kwa upande wake. Kwenye kupambania maisha, watu wengi huwa wako na hofu ya kuanza, hofu ya kukataliwa, hofu ya kufeli. Kuna hatua ambazo mtu anaweza akazifuata kuepuka hofu. Yes. Hatua mojawapo ni moja tu, aamini kwamba asipofanya yeye, hakuna mtu ambaye atakuja kufanya kwa ajili yake. Maisha ni kama mbuga, usipowinda utawindwa. Yaani mbugani wanyama wote wanaishi kwenye nadharia mbili tu, hakuna nadharia ya tatu. Usipowindwa, moja kwa moja utawindwa. Yaani wewe kutokuwinda haimaanishi kwamba eti wewe utowindwa. Kama huwindi, hauwezi kuishi tu hivyo hivyo, tutakuwinda. Na ukiwinda, ujue na wewe pia utawindwa, ndio hivyo. Tembo kutokuwinda wanyama kama swala, pundamilia nini, haileti nadharia kwamba yeye hawindwi. Anawindwa na simba na analiwa nyama. Simba kuwinda kina swala haimaanishi kwamba yeye hawindwi na yeye anawindwa. Kwa maisha ni mtafutano. Kila kitu kinatokana na jinsi ambavyo wewe umeamua. Kwa tukirudi kwenye swali lako ambalo umesema hofu ya kushinda maisha, ni kuambia tu watu kwamba usipofanya wewe, hakuna mtu atakayefanya kwa ajili yako. Imetokea fursa fulani, fanya. Kwa kuwa usipofanya hakuna anayeweza kufanya. Tuishi kama mkulima. Unajua wakulima wote ni wajinga. Hawajui kinachoendelea kuhusu mbegu. Labda tuwatafsiri hivyo tunaweza tukawa sahihi. Yaani hakuna mkulima anayejua uelewa. Huwa tunachimba, tunaweka mbegu, tunatulia. Wakati mbegu iko kule chini hakuna anayeiona. Hapa imepasuka, hapa imekuja hivi, pale mbegu sasa hivi inakunywa maji. Tunachimba na kufukia. Alafu tunamwagilia huku, tuna imani kwamba hapa mmea utaota. Nani aliyetuambia kumwagilia ndo suluhisho sahihi kwamba mmea utaota? Unaweza kumwagilia na mmea bado usiote. Unaweza usimwagilie na mmea ukaota. Unakuja kugundua kumbe tunamwagilia kwa imani, kwa kuwa kazi ya kuotesha mbegu ni ya Mungu. Sisi tunafanya sehemu yetu. Mkulima anaendelea sehemu yake. Ni kama kuweka alarm. Nani aliyekuthibitishia kwamba kesho wewe unaamka? Lakini wakati wa kulala una set alarm saa 12 inahitaji kuamka. Nani nikakwambia kesho utaamka? Vipi kama unakufa leo saa 6? Ila tunaweka alarm kwa imani, kwa kuwa kuweka alarm ni kazi yetu. Mungu kutuamsha ni kazi yake yeye. Kwa hiyo duniani fanya vitu vyote ambavyo vipo ndani ya uwezo wako. Umesikia kuna kazi fulani, ka apply. Umesikia kuna nini, fanya. Umesikia nini, nenda. Kuna ada gani, toa, kashiriki, nini fanya. Kuhusu majibu ya lipi liwe lipi lisiwe, anajua Mungu. Ni kama mnazi na mgomba, hata vikipandwa pamoja. Mgomba utakuwa wa kwanza kutoa matunda baada ya miezi 10. Lakini ukishatoa matunda utakatwa, historia yake itaishia hapo. Mnazi utakomaa miaka 10. Mwaka wa 10 ndio mnazi utakuja utatoa matunda. Na mnazi ushatoa matunda utakaa kwenye mafanikio muda mrefu. Ila mgomba uliwahi kutoa matunda, ukukaa kwenye mafanikio muda mrefu. Yupo aliyekutambia ndoa, lakini ndani ya fungate tu walipata ajali mbaya wakafa. Yupo aliyekutambia ajira, lakini alifukuzwa kwa ubadhirifu wa fedha. Kwa hiyo yupo aliyekutambia pesa zake ni nyingi, ila zilishindwa kuokoa maisha yake hospitali. Maisha ni jinsi ambavyo sisi tunaamua. Lakini kwenye maamuzi yetu tunatakiwa tuwe na imani na tumaini, kwa kuwa ambavyo hatuvioni, anayevifanya ni yule ambaye hatujawahi kumuona. Kwenye skills ambazo mwanadamu anafaa kuwa nazo, mojawapo anasema ni skill ya kusoma watu. Mtu anapokukaribia ama mtu anapokufuata, unaangalia vitu gani kumtambua ama kumjua? Logical taxes za kumsoma mtu ni kama zifuatazo. Moja, aina ya muziki anayoisikiliza. Muziki inatokana na midundo ya mioyo. Kile ambacho mtu anafikiri ndio kile ambacho huwa anasikiliza. Ukitana mtu, lazima akili yake itakuwa hivyo hivyo.
Ukutana na mtu anasikiliza nyimbo za dini, lazima utakuta akili yake itakuwa hivyo imetulia. Yani kila mtu anatokana na akili ya muziki anaosikiliza. Kwa sikiliza zaidi muziki ya mtu, hiyo namba moja. Namba mbili, angalia unadhifu wa muonekano wake. Unadhifu wa muonekano wake unatokana, kigezo cha kwanza ni saa anayotumia. Kigezo cha pili, aina ya simu alionayo. Simaanishi bei ndogo au bei kubwa, na maanisha imepasuka pasuka kioo, imepasuka pasuka protector, basi ujue na akili yake pia iko hivyo hivyo. Unadhifu unaangalia pia na mavazi, ndio jinsi alivyovaa, yawe ya bei ndogo au ya bei kubwa, na semea usafi na jinsi alivyomfiti mtu. Unadhifu wa mtu angalia pia na viatu vyake, aina ya viatu pia ambavyo amevaa. Unadhifu wa mtu angalia na mawazo anayochangia. Akifika tu yale maneno ya kwanza anayoyaongea, unaweza kuimagine jinsi gani. Matumizi ya lugha anayotumia, anatumia tafsida, anaficha maana, au yuko wazi, hajui break, hajui ukomo wake. Kwa hiyo ni hivyo vitu vya awali ambavyo mtu kutana naye mara ya kwanza una uwezo wa kumsoma na kumjua. Na mtu yote anaweza kukuigizia hivi vitu, ana uwezo wa kukufanyia jambo lolote lile bila wewe kunanilia, bila wewe kugundua. Na ndio maana watakatifu wengi au washikadini wengi mara nyingi wao wanaishi kwenye hivi vitu. Wale ni wabaya zaidi, wanaweza kufanyia jambo lolote nawe bila kutegemea. Utasema mbona fulani alifanya? Jamani, halikuwa hivi na hivi. Kwa sababu aliingia kwenye taxis zinazoshika ubongo wako. Kwa hiyo ni dalili gani ambazo zinaweza zikakuashiria huyu mtu ni fake ama huyu mtu ni real? Swali zuri sana. Hongera kwa kuuliza maswali mazuri. Akiwa anajisifu kwa kitu ambacho wewe huna, mtilie mashaka sana huyo mtu. Yani mtu hapaswi kujisifia kwenye kitu ambacho anajua fika kuwa wewe huna. Yani uwezi mtu mwenye miguu kamili akaja mbele yako kilema akajisifu, miguu yangu ina nguvu hii, shakimbia sana kwenye riadha. Sasa hizo sifa mimi hazina maana kwangu. Mimi ushajua ni kilema, sina miguu. Okay? Sifa za miguu yako zina maana gani? Kumbe unataka unitawale kifikra, niamini kwamba wewe ni bora. Anakuja mtu anakuambia mimi nimeshika dini sana, nimefanya hivi na hivi. Mtu anapokuambia hivyo inamaanisha kwamba anakusifu kwenye kitu ambacho wewe anajua hujakifanya. Kwa hiyo anataka kutawale kupitia hiko. Sifa zozote ambazo mtu anajisifia mbele yako kwenye kitu ambacho anajua wewe huna, hizo si sifa halali. Tutambiane sifa ambazo unajua wewe pia unazo. Tutambiane sifa ambazo unajua na wewe pia unazifanya, na mimi pia nimezifanya. Kwa hiyo kuna vitu tofauti. Una degree na mimi nina degree, lakini mimi nina 1 2 3 nilipambana hivi na hivi. Hapo hata nikikutambia unasema kweli. Sasa unanisifia kwenye sifa ambazo mimi kimsingi hizo sifa au kiini hizo sifa mimi sina. Inamaanisha unataka kunitawala, unanisifia ili tu. Jambo namba 2, muogope sana mtu anayejisifia kwa tabia mbaya ambazo si za kimaadili mbele yako. Mtu anakuambia mimi nina kiburi sana. Mtu anakuambia mimi nina kiburi sana, anakuweka awareness kwamba ipo siku nitafanya kitu kinyume na matakwa yako, alafu nitakukumbusha kwamba nilikwambia. Mtu anakuambia mimi nina hasira sana, mimi nina wivu sana, mimi nina roho mbaya sana, mimi ni katili sana. Tabia hizi si za kimaadili. Wewe unapata wapi ujasiri wa kujua kuwa unazo alafu unajisifu kweli unazo? Tilia mashaka sana huyo mtu. Siku hizi kumekuwa na ama mwanadamu kuna feelings kwenye mahusiano, na kuna hii si hormone inajulikana kama dopamine. Utajuaje umeingia kwenye mahusiano na uko real na si kwa sababu ya kufurahisha ile dopamine, ama si kwa sababu ya furaha ya muda mfupi? Utajuaje hicho kitu? Swali zuri. Gary Chapman aliandika kwenye kitabu chake kinaitwa The 5 Love of Language, akasema hivi: mahusiano au hisia za mwanaume zinaonesha dhahiri pale baada ya kulala na yule mwanamke. Kwa sababu mara ya kwanza mara nyingi wanaume hawapendi, wanatamani. Kwa hiyo baada ya pale ndio utakuja kugundua. Yani baada ya kujitoa sana na bado ukaendelea kumuhitaji, baada ya kumuona sana na bado hujamchoka, hapo utagundua kweli unampenda. Na kabla ya kumpenda mtu, kabla ya kuwa kwenye mahusiano na mtu, jiulize, uko tayari watoto wako wamuite yule mzazi? Yani kama ni mwanamke, jiulize huyo mwanaume uliye kwenye mahusiano, uko tayari watoto wako wamuite huyo baba? Na kama ni mwanaume, jiulize huyo mwanamke unayempenda, uko tayari watoto wako wamuite huyo mama? Huyo ndio mzazi mwenzio. Kama jibu ni ndio, basi umependa kweli. Kama jibu lina mashaka, lina wasiwasi, makando kando, hofu, kiulizo, basi kuna something is wrong. Kwa mwanamume ama kwa mwanamke, mwanamume huwa anataka vitu gani hasa kwa mwanamke generally? Swali zuri. Kitu cha kwanza ni heshima. Kwa kuwa mtoto wa kiume anapozaliwa anakuwa kwenye familia ambayo anaona baba yake ametritiwa tofauti.
Kwa mfano, tulivyokuwa wadogo kulikuwa kuna chakula cha baba, alafu kuna chakula chetu. Two different things. Hata sio tu chakula, hata kama kikiwa aina moja, ujazo wa baba ni tofauti na ujazo wetu. Thamani iliyokuwa kipewa baba kwenye familia ni tofauti na thamani tulikuwa tukipewa sisi. Kulikuwa kuna hadi glasi ya baba, yani kuna familia kwa kuna hadi glasi ya baba. Na nikosa kutumia glasi ya baba. Kulikuwa kuna kikombe cha chai cha baba. Bakuli la baba lilikuwa linawekwa mboga nyingi. Kuku alikuwa kichinjwa, kulikuwa kuna vipande ni vya baba na ni dhahiri shairi vinajulikana. Na ni tusi kubwa sana wewe ukimbilia kipande cha baba. Kulikuwa kuna kiti cha baba. Kulikuwa kuna nguo za baba. Kulikuwa kuna ile nitakusemea kwa baba yako, ambao alikuwa akitoa mama. Yani mama ni mzazi, alafu alikuwa akitoa kwa hili nitakusemea kwa baba yako. Inaonyesha dhahiri kwamba ni stage nyingine naenda kukupeleka, ambayo mimi kama mama yako nimeishindwa. Sijui nakutengenezea picha gani hapo uelewe jinsi thamani ya baba alivyokuwa. Wewe usimsumbue baba yako. Baba yako amechoka, anahitaji utulivu. Baba yako ana 1 2 3. Kuna ile baba anarudi anakaa peke yake na watu wote mnakaa kimya. Kuna ile baba akisema nyamaza, wote mnanyamaza. Kuna ile baba alikuwa akimgombeza hadi mama na tumeiona. Kuna mambo mengi tumeona thamani ya baba alikuwa akipewa tofauti na sisi. Kwa hiyo mtoto wa kiume anapokuwa kwenye haya mazingira anaanza kuona kumbe baba ni kiumbe tofauti kwenye familia. Sasa akishakuwa mkubwa anataka apate mwanamke yule yule ambaye kama mama yake jinsi alivyokuwa akimtreat baba yake, na anataka hivyo hivyo. Na ndo hapa tunapokoseana, kwa sababu mabinti wengi wameenda kutritiwa na mama zao tofauti na huyu kijana ambavyo wameona jinsi alivyotritiwa yeye. Mabinti hao wametritiwa either na wamama tupu, wamama ambao waligombana na wazazi wao. Walivyogombana na wazazi wao wakawanyosha sumu nyingi sana hawa mabinti kuhusu wanaume. Wanaume wako hivi na hivi, wanaume wako hivi na hivi. Kumbe si kweli wanaume wako hivi na hivi, bali ni yule mama anavyomlea yule binti ndo alimjaza zile sumu. Sasa huyu binti akienda kukutana na yule kijana ambaye aliona baba yake anaheshimiwa, hawawezi kudumu kwenye ndoa. Kwa hiyo tatizo linaanzia hapo. Tatizo linaanzia hapo zamani. Wazazi wetu wote walikuwa wakifundwa majukumu yao. Baba alikuwa akienda jando, alikuwa akifunzwa majukumu yake yeye kama mwanaume ambaye tayari kashabale na maisha yake na familia. Mama naye alikuwa akiwekwa ndani, alikuwa akifunzwa majukumu yake, na miongoni mwa majukumu alikuwa akifunzwa mama ni heshima na utii kwa baba. Sasa watoto wa siku hizi, mtoto wa kiume hajapita jando. Kama hajapita jando ajue majukumu yake, amekariri yale majukumu aliyoyaona ya baba akifanya kwenye familia. Binti hajawekwa ndani, hajafundwa, hajakaa tu na wazazi wake kumuelekeza. Kama hajakaa hivyo anaona yuko huru kufanya lolote as long as hajaelekezwa. Kwa hiyo ndo unakuja kukuta wazazi wa siku hizi ndoa yao imedumu miaka 30, alafu binti yao tayari kashafukuzwa kwenye ndoa hadi 5 na ameachika. Naam, nimekupata vizuri. Na tukizungumzia kuhusu hayo malezi, ambapo wazazi walitulea in a way kwamba kuna hofu na upendo. Wazazi walivyotulea ni kwamba hichi kitu hufai kushika, hichi kitu ni cha baba yako. Unahisi kuna utofauti gani kati ya hofu na upendo? Kwa sababu hata dini inatufundisha hivyo, ukifanya hiki unaenda kuchomwa. Ni hofu ama inakuwa ni upendo? Yaani kuuliza tu hilo swali tayari ushafunuka kiakili. Watu wengi wao hawataki kuuliza hivyo. Ukweli ni kwamba ukikaa vizuri ukatulia duniani, utakuja kugundua bila hofu au uoga mwanadamu humfanyi lolote lile. Yaani ogopa sana kiumbe ambacho hakina hofu wala uoga. Hicho kiumbe sio kiumbe mwanadamu, hiko kimefika level ya mwisho ya ushetani. Na ndio maana yule Salum, yule Bigi, kama ulisikia historia 2021, alichukua bunduki akaenda ubalozini hapa Dar es Salaam, akaanza kupambana na maaskari. Yule Bigi yule ni kiumbe ambaye amefika level ya mwisho, hana uvumilivu, hana hofu, hana uoga. Sasa kiumbe ambacho hakina hofu wala uoga kinafanya lolote kwa jambo lolote. Sasa ukija kuangalia vizuri, ili umtreat mwanadamu vizuri, mpe hofu, mpe uoga, mpe utii. Utii unakuja kwenye hofu na uoga. Na ndio maana nawaambia wanadamu wengi, kama ikitolewa dhambi, yakitolewa makosa, hakuna muumini ambaye atampenda Mungu kweli. Mfano tu mdogo nikawaambia watu, hebu imagine tusingekuwa tunakufa, tungekuwa tunaishi milele. Unadhani idadi ya waumini ambao wapo kanisani na misikitini ingekuwa ile ile? Si kweli. Kuna watu wameenda kuomba wazazi wao wanaumwa wasife. Kuna watu wameenda kuomba kwa kuwa wamekuwa maskini sana wanaogopa kufa. Kuna watu wanaumwa wanaomba Mungu awasikilize. Kwa hiyo tungejua kabisa hakuna kufa, tunaumwa tu tunamaliza, bado idadi tayari ingepungua. Pesa ingekuwa inajibu matatizo yote duniani.
tayari idadi ya watu ingepungua. Kwa hiyo hofu, tunatitiwa sisi kwenye hofu, na ndio maana wazazi wetu walisema ili tushike maadili lazima tupewe hofu. Aidha kwa bakola, aidha kukwambia Mungu atakuchoma moto, Mungu atakufanyia hivi. Sasa vile tunavyoambiwa vile tunakuwa watiifu, lakini kiini cha utiifu si kutii kwa uoga, kutii kwa imani. Katiba ipo na vitu vipo, majeshi na nini yapo ili tutie hofu. Leo hii picha ya mwanajeshi ikija mbele yako ni tofauti na picha ya polisi, ni vitu tofauti. Ukishikwa simu, ukikuwa umeshika simu unaongea, askari anaenda kwambia wewe njoo, ni tofauti na mwanajeshi anambia wewe njoo. Kwa nini? Tayari kabla ya haya hajatokea tushatiliwa hofu. Kwa hiyo hofu inakandamiza upendo, hofu inakandamiza imani. Tunaamini tunafanya kitu sahihi, lakini ukikaa mwenyewe ukatulia, hata kama ni kweli tunafanya kitu sahihi, lakini ukigeuza kinyume chake hofu. Ndio maana kuna mtu mmoja nilimuuliza hivi, siku ukilewa vizuri, umelewa, ukajiuliza swali moja, watu asingekuwepo shetani tusingejua dhambi, na kama asingekuwepo shetani dhambi ingekuwepo, binadamu nadhani wangetenda mema kwa kumpenda Mungu? Kwa sababu kumbuka, ukubali kwamba kuna watu wanatenda mema kwa kumuogopa shetani. Yaani kuna mtu anasema hayo mambo ya shetani mimi sitaki, acha. Huyo tayari ametenda jema kwa kuwa kaogopa nini? Kaogopa shetani. Mambo ya kishetani sitaki. Twende taratibu, mambo ya kishetani sitaki. Huyu ametenda mema kwa kuogopa shetani, kwamba simtaki shetani na mkimbilia Mungu. Sasa huyu mwanadamu ametenda mema kwa kumkataa shetani amkimbilie Mungu. Unadhani shetani hajamsaidia yeye kwenda mbinguni? Unadhani shetani hajasaidia yeye kutenda mema? Je, shetani ni muhimu kwenye maisha? Kwa sababu kuna watu wataenda mbinguni kwa kuwa shetani kawasaidia, walimuogopa, walimkataa, walisema sitaki mambo yake, ndio maana wameenda mbinguni. Je, shetani hajawasaidia watu kwenda mbinguni? Je, shetani ni mwema? Au ndio inakuja ile methali baniani mbaya kiatu chake dawa? Naam, kwa mwanamke naye, upande wa mwanamke anahitaji nini kwa mwanaume? Kwa sababu watu wengi wameenda mbali kuandika vitabu, kila kitu, lakini mwisho wa siku imekuwa ile, kuna yule mwandishi aliandika kitabu blank, empty pages, kumaanisha hajui ni kipi mwanamke anakihitaji. Kwako wewe mwanamke unamtafsiri vipi na anahitaji nini kwenye mahusiano na mwanaume? Hili swali zuri sana. Hili swali waga nikijaribu kulichambua kwa undani kabisa ili watu wanielewe. Hili swali nikiamua kulichambua kwa undani kabisa ili watu wanielewe, najikuta napoteza watu. Yaani najikuta watu ndio hawanielewi kabisa. Kwa hiyo nashindwa kujibu. Naona nikimjibu mtu shoti hapati maana halisi, nikimjibu mtu in deep anapoteza maana. Kwa hiyo sasa leo acha nimjibu mtu in deep. Watakaopoteza maana basi hawakupangwa. Iko hivi. Mwanamke ni kiumbe namba 2 duniani kuumbwa, tukiishi kidini. Mwanamke ni kiumbe kilichoumbwa na hisia nyingi sana kuliko mwanaume. Naanza taratibu. Kimeumbwa na hisia sana kuliko mwanaume. Na ndio maana utotoni kauli ya sichezi na wewe, akiambiwa mtoto wa kiume hayumi sana, ila mtoto wa kike akiambiwa sichezi na wewe alikuwa na uwezo hadi wa kulia. Ushahidi upo wa kutosha na evidence zimefanyika, tafiti za kutosha. Kwa hiyo mwanamke ni kiumbe kilichoumbwa na hisia, na ndio maana akaitwa mama. Ana upendo na hisia za dhati, yuko lazima kufanya lolote kwa ajili ya mtoto wake. Ujasiri mkubwa sana umejazwa kwenye kile kiumbe. Naona ni dhahiri mwanamke akafa mtoto akaendelea kuishi. Mwanamke akaamua kujiua ili mwanae aendelee kuwa hai. Ni kitu cha kawaida. Sasa shida inakuja pale ambapo kile kiumbe kikiwa kikubwa, kutokana kina hisia nyingi, kutokana kina mambo mengi, kinapenda sana kudanganywa kuliko kuambiwa ukweli, na ndio nature ya wanawake. Si mama yangu tu mzazi, bali kiumbe yoyote ambaye tu mwanamke, nature yake kubwa, yani the more anavyodanganywa, the more ambavyo anaamini ukweli. Si kwa kuwa anatamani kudanganywa, bali kwa kuwa alichonacho kichwani anataka asikilize hiko. Ndio maana mwanamke anaweza akajua kabisa humpendi, lakini kwambia Daniel, niambie kama unanipenda. Unanipenda? Umemdhihirishia mambo yote kuwa humpendi, lakini haamini, yani hiki si anachokiangalia yeye, ni hiki. Anataka umfariji tena. Kumfariji mwanamke ni kazi rahisi sana kuliko kulifariji dume. Shida ya kulifariji dume linakuja pale ambapo tangu udogoni limefunzwa kikatili. Mtoto wa kiume akidondoka, akianza kulia, naambia wewe usilie, wanaume hawaliagi. Imemkomaza kwa kumbe mimi siruhusu kulia. Kidonda, unaambia sababu ya kidonda gani mtoto wa kiume? Kumbe una vidonda mimi sitaki kuonesha. Umeona jinsi alivyotitiwa? Haya, anaitoa zawadi mtoto wa kike, anaambia wewe mtoto wa kiume usililie zawadi na dadako. Unatakaje kuwa sawa na dadako? Kumbe wanawake, mimi ni mkubwa zaidi ya
Mimi nasafiri mwanangu, basi utaangalia familia na katoto kidogo tu. Akiangalia chochote ya babake akimwambia utamlinda mama yako na dada yako. Halafu kupa majukumu mapema. Utaangalia malezi anayototiwa mtoto wa kiume ni so different na malezi anayototiwa mtoto wa kike. Yaani hiyo ni completely. Utakuja kugundua mtoto wa kiume anafundwa kujificha zaidi, kuumia zaidi yeye mwenyewe. Na zaidi yote akianza kusikia, anaanza kusikia kuzaliwa mwanaume. Je, ujue kila kitu kwako kitakuwa ni tabu mwanaume anapopatwa na matatizo. Macho huwa mekundu kwa hasira. Kwa anakuja kugundua hadi hili amepewa ili amezee. Sasa ukija kuwa ukubwani, mwanamke anashindwa kueleweka kwa sababu gani? Mara nyingi anataka kudanganya. The more unataka kumwambia ukweli, the more anaona unamdanganya. Kwa hiyo hapo sasa mwanamke anaanza kukosa maana halisi ni yeye kuishi na mwanaume. Kwa kuwa anapenda kudanganya. Na mwanamke kwa kuwa ni dhaifu, akishatendwa mara mbili mara tatu anakomaa sasa moyo wake. Ni aidha anaendelea kuwa katili zaidi na yeye haeleweki, au kwa hiyo unakuta ni mchanganyano. Huyu amuelewi, huyu amuelewi huyu. Lakini ukweli halisi, ili mtu ajitafute ajielewe, watu wawili wanaotafutana ili wapatane, mmoja ni lazima ajielewe. Akijielewa, bwana mimi ni fulani, acha nisimame hapo, huyu ananitafuta ataniona, basi kweli atapata. Kwa wanaume msimamo unakuja ni kufanya vitu vifuatavyo. Moja, usitabirike. Yaani usiwe hivi unadefainika kwamba mimi mume wangu ni mpole sana au ana hasira sana. Ukitabirika, wanawake wakishapata kila kitu huwa wanatafuta kitu ambacho hawana. Yaani mwanamke akishapata kila kitu anaona sasa hapa nini extra? Acha nitafute sasa kingine ambacho hana. Ndio maana utamfanyia kila kitu bado ataenda kuchiti na mtu ambaye hana ambacho sasa hichi cha nini? Kwa hiyo usitabirike. Dakika mbili wewe ni mwema, dakika mbili hivi. Dakika mbili una upendo, dakika mbili una hasira. Kama kuna migogoro amekufanyia, amekuonesha kwa umekasirika, simamia hasira yako, simamia heshima yako. Hapo taratibu ataanza kuelewa kwamba that is kind of man ambaye namhitaji. Jambo namba 2, usiprove kwamba bila yeye huwezi kuishi. Hapa ndo wanaume wanakosea. Yaani mwanaume anaamini furaha yake ni kutafuta mwanamke. Kwa hiyo anaenda anatafuta mwanamke ili wawe wawili waishi kwa furaha. Huo ni uongo. Jenga furaha yako kwanza. Jenga himaya yako ndo katafute mwanamke. Ukishapata mwanamke inamaanisha yule mwanamke akusumbue asikusumbue, furaha yako bado itadumu. Furaha yako bado itaendelea kuwepo. Sio, umeelewa vizuri? Na pointi ya mwisho, duniani hakuna mzuri wa mwisho kabisa. Kila mzuri na mzuri wake. Wahenga wakaiweka kwenye methali wakasema hakuna mjinga wa mwisho kabisa. Yaani unaposema Neema ananitesa sana, ni kwamba hujamuona mwingine zaidi ya Neema. Kuna mzuri zaidi ya Neema, kuna mwenye tabia nzuri zaidi ya Neema, kuna nini zaidi ya Neema. Sasa ningekwambia wao ananitesa, nimefanya naye mambo mengi. Kwa hiyo kumbe kumbukumbu nyingi huko nyuma ndo zinakufanya uendelee naye. Mbona Mungu alitendewa mambo mengi na Lucifer huko nyuma na bado akampa hadhi ya ushetani? Kwa hiyo kumbukumbu za nyuma isiyo sababu ya kufanya eti uendelee. Unajua kuna watu kwenye mahusiano, mtu anakuambia hanipo kwenye mahusiano kwa kuwa nina mambo mengi nishafanya naye huko nyuma. Endelea kungangania. Kwa hiyo utakuja kugundua uhalisia wa maisha halisi unaanza na kila mwanadamu akigundua majukumu yake. Mimi natakiwa niwe nani ili nifanye nini? Akimpata mtu naye anayegundua hivyo, maisha yanasonga. Na ndio maana ukisema hakuna mapenzi ya kweli, wapo watu walipendana kweli kweli. Yakobo aliteseka miaka 14 ili kumpata yule mke mdogo. Yaani ni mapenzi ya kweli, hakujali miaka 7 mingine. Na siku anaondoka kuna mwanamke akaiba miungu ya baba yake. Imagine upendo ulivyo na nguvu. Yaani mwanamke kalelewa na baba, ametumikia miungu ya baba. Ila siku ya kuondoka yule mwanamke akaiba miungu ya baba yake kwa ajili ya mwanaume. Hisia zilivyo nzito. Bado hisia ni nzito kwamba kwa Wafilisti wako wanawake wengi wazuri, lakini Samsoni bado akadata kwa Delila yule yule. Hisia ni nzito. Utakuja kugundua Ibrahimu alidanganya kwa sababu ya Sara. Usiseme mapenzi ya kweli hayapo. Mapenzi ya kweli hapo hayajakukuta. Leo hiyo akina Nahlil wale waimbaji wa Arusha wanaendelea na maisha yanasonga. Mapenzi ya kweli yapo, ila wewe hujampata mtu anayeendana na tabia zako. Ikiwa wewe ni Yuda Iskariote, kamtafute Delila muishi wote. Kuna njia za kujua ama dalili za kujua huyu sasa ndio ni wangu. Unajua kuna watu wanasema kwamba ndoa inapangwa mbinguni. Kwanza hii statement wewe unaichukuliaje? Mimi siamini. Kwa sababu hiyo statement mimi nimekutana nayo na mtu ana miaka 60 amenitafuta na ananiambia habari yako Amani, mimi namsubiria mtu wangu wa muhimu, ndoa zinapangwa mbinguni. Kwa hiyo utaendelea tu kubweteka kwamba eti ndoa zinapangwa mbinguni, ngoja nitulie. Usahihi wa mtu unatokana pale ambapo utamuona huyu anaendana na mimi ninachoamini. Yaani mimi sionagi ugumu sana kwenye swala la mapenzi, niseme tu ukweli. Kwa sababu kaka Swachi, yani kuna vitu vingine jamani. Hebu tueleze tu kawaida. Mimi kipato changu 10,000. Uwezo wangu wa kuonga ni 3,000. Kwa nini nisitafute mwanamke ambaye yeye uwezo wake wa kuongwa ni 2,000? Na mchukua huyo mwanamke na nitamkuta tu mzuri ambaye uwezo wake wa kuongwa ni 2,000. Na kaa naye nikipata 10,000 yangu nampa 3,000 mimi naendelea. Si simple au kipi kigumu? Hasa kutaji mwanaume uwezo wake mdogo anakimbilia maji makubwa ambayo hawezi kuogelea.
Na kabla hujamtongoza mwanamke, kabla hajakukubalia hajakukataa, unajua kabisa wewe unanikubalia au unanikataa, ni vigumu mtu sahihi uende kwa mtu sahihi akukatalie. Mwanamke ambaye anakujali na wewe unamjali, mwanamke ambaye umemzidi kila kitu na unajua kabisa dhahiri. Sasa ukienda kumtongoza na kukataja kati unajua kabisa alikupenda. Je, alifurahi wewe ukiwepo? Kabla hujakubaliwa ukataliwa, unajua kabisa uwepo wangu anaufurahia. Kama anaufurahia uwepo wako, basi wewe ni wa muhimu. Sasa ukisema kwamba eti inapangwa mbinguni mimi naisubiria, ina maana kwamba vile kuitafuta ndio kile kilichopangwa. Vipi kama ni hivyo? Vipi kama ulipaswa utoke nje uende ukakutane na mtu ili mtongozane mdumu na ndio yule ambaye umepangwa naye? Ulichopangiwa uletewi ndani. Mungu anampa kila ndege mnyeo wake, lakini hamletei kwenye kiota. Ndege lazima atoke akatafute. Akitafuta akipata mnyoo, ndo tunasema Mungu amempa yule ndege mnyoo. Sasa kusema kwamba mimi namsubiria mtu wangu kutoka mbinguni, mke mwema anatoka kwa Bwana, kwa hiyo nadhani atashuka Jumatano. Haya.